mwanangu. Ngoja. Tuliza sababisha mwanangu, unajua? Tuliza pesa. Nini? Mbona kimbia mwanangu vipi? Yaani mtu anataka kula na speed ya kasongo vipi? Sababisha mwanangu, tulia. Sikiliza. Umesema shahidi hapa mwanangu. Tulia baba, punguza monkali. Haya, umefanya nini? Mbona kuja yai usiku wote huo? Umefanya nini? Mwanangu tulia kwanza. Wewe mwanangu, tulia mwanangu. Ngoja. Wewe baba. Umefanya nini huko? Tulia mwanangu, ngoja. Niambie huko umefanya nini? Sio nakuja yai. Mimi nataka uniambie umefanya nini hapa mwanangu, shahidi mwenyewe tunaona hapa. Nataka uniambie uko umefanya nini? Sio nakuja unanionyesha nyundo nimeiona. Shahidi sio unafanya nini? Uliza mwanangu. Sasa mwanangu unanionyesha nyundo sasa mimi nishaiona. Wewe uko umetoka kufanya nini hapo nakuja hai. Wewe si niambie zile habari sijui nani? Tunamjua na nani? Na jamaa moja lile. Yule jamaa alo mtoto wa juu. Sasa kumbe nini? Mimi ndo sasa. Yaani afanye sasa. Sielewi mwanangu. Sasa uelewi nini? Umefanya nini? Mambo umefanya nini? Wewe si niambia hivi 1 2 3 nini mke wangu? Yule jamaa. Mimi naumia moyoni. Hai. Umeua? Ngoja kitu. Baba una roho yake ilivyo kuwepo huyu. Acha Mungu hawezi kuua. Ila kwa sababu mimi mza kupe. Ngoja nikaki. Tujio. Wewe. Poteza watu. Leo nimekukuta. Nimekutana na mtu anaitwa anaitwa baba. Wae. Nyama nitakukuta. Bye. Afande Michael. Yes afande. Piga picha kwa ajili ya ushahidi. Okay afande. Afande Vibe. Yes afande. Kwa nyundo kwa ajili ya ushahidi. Sawa afande. Tayari afande. Sawa. Utapeleka maabara kwa ajili ya uchunguzi, tiba na fingerprint. Sawa afande. Ripoti zote utanikabidhi. Sawa afande. Tunaweza tukaenda. Mbona sila nini, mbona ondoke? Nakuonea huruma sana. Nakuomba nirudishie kiasi changu cha pesa. Kwa kweli bwana, mimi nichukue hela alafu nikurudishie. Sawa, wewe baki nayo pesa. Wewe bora tu, wewe ondoka usinikishe. Mimi sasa kupokonya floor sema. Ndugu wana kijiji, familia kwa ndugu wa marehemu, marafiki zake wote kwa karibu, leo tumeitana hapa
kuja kujadili namna ya kumfikisha mwenzetu katika makazi yake ya muda mrefu akisubiri siku hiyo ya hukumu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombeni sana tuwe watulivu, sababu msiba ni msiba. Tumeondoka na mwenzetu, kijana mwenzetu, tulishi naye kwa wema. Mabaya hayakosekani, lakini na mema pia tuyakumbuke. Hivyo basi, bila kupoteza muda, kidesturi na mila zetu za Kibantu za Kiafrika, tunasema kwamba kabla kuzika, kufikisha mwili katika sehemu ya ardhi, huwa tunaulizana na kumbushana kama kuna mtu au watu wanamdai marehemu, kabla kumfikisha sehemu yake ya mapumziko, tunaomba sehemu hiyo au watu hao wajitokeze. Na sio vibaya hata wale marehemu yeye anawadai kiungwana kabisa tu, kwa upendo tu, pia na wao wajitokeze. Kwa hiyo tunaweka mlango wazi, wale marehemu wanaomdai marehemu, aye mwanamke aye mwanamume, ile ni mwenzake, kama pesa ama vitu vingine, basikeli, redio, labda mwazimisha, tunaomba leo kabla hatujaenda kuzika ajitokeze ili tumuelewe, na sisi tuko tayari kumpokea na kumsikiliza mtu huyo. Kwa niseme kwa niaba ya mzazi wa marehemu niishie hapo, nitoe nafasi ya kukaribisha hao wanemdai marehemu na pia yeye anayewadai. Karibuni sana. Mimi hapa namdai marehemu. Unamdai kiasi gani ama unamdai nini? Namdai mahali ya dada yangu kiasi cha Laki1. Sawa. Mwingine? Naam, mbona kwa muda huu kimya hiki nadhani yuko mmoja anayedai, lakini bado hatujamuona anayedaiwa. Huenda akawa yupo. Asante Sheikh, tumekusikia vizuri sana. Ndugu jamaa, marafiki, kama nilivyosema pale awali, kwa kuwa ndugu yetu tumethibitisha kwamba anadaiwa, deni hilo ni la mahari shilingi Laki1. Kwa hiyo hatuna budi ni kuchanga. Alikwenda ukamili, si vibaya akawa akalirudisha, ama kwa michango kama ni kawaida yetu ya maisha yetu yalivyo. Kwa hiyo sasa tuingie kazini, turudishe au tulipe hili deni la ndugu yetu marehemu wetu kabla hatujaenda kumuhifadhi katika ardhi. Kwa hiyo niseme tu, mwenye shilingi 10, mwenye 100, 500, 1000 nione hapa. Karibuni sana. Mimi naanza kuchangia. Mchango wangu ndio huu hapa. Msiba wa mwenzetu, kijana mwenzetu. Pia kijana kidogo kaenda kuliko kwa mama kidogo na wao sadaka yao tupate kidogo kule. Ndio mzee, nimekolewa. Kwa nini? Ndugu, asanteni sana. Ni kweli tumedhamiria
kumzika mwenzetu. Kwa mapenzi ya Mungu hapa mkononi na shilingi 1,500,000. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, Bwana wa mbingu na ardhi, kwamba ni mweza. Kwa hiyo tumekamilisha na tumemgomboa mwenzetu, sababu ni deni la halali, na leo ndugu zake tumesimama, rafiki zake, tumelipa deni hili. Kwa hiyo hakuna budi ni kukabidhi kwa mhusika. Sawa jamani? Kijana, karibu sana. Tuchukue pesa zako. Mimi nashukuru kulipa mahali ya dada yangu. Asante sana. Shika hii pesa. Hivi kijana, kifikia zako ukoje wewe mtu? Kwa sababu umetoa tamko kwamba marehemu mnamdai shilingi 100,000. Na ni kweli kabisa. Halafu tunakukabidhi muda huu, nakabidhi. Hii imekaaje kijana? Dada yangu aliniambia nikishaipata hii mahali yake nirudishe hapa mahali husika ili imzike mumewe. Ina maana huu ni mchango wa dada yako, si ndio? Naam. Acha pesa. Mwanangu, pesa hiyo mali ipatikenda tukinga nini? Kwa Fatuma ndugu yangu naoleta. Pigo gani unaletea mwanangu? Nimekuleta msibani au nimekuja msibani kuleta mambo kama hayo? Ila mali dada yako unamrudishia. Kisa kasema dada yako. Sasa ukiangalia mama wako kafa, dada yako kafa. Si bora ungechukua tu mali ungetumia. Sisi mwanangu tungeenda kuvuta mibange nini tungemoka. Pigo gani unaletea hizo mwanangu? Unajua huo ni usia wa dada. Usia. Tena pesa. Mzige kwa jamaa mtukia mkaliki nayo kutumia mkaliki. Kwa hiyo ni mtizi. Nini sana? Hapo sasa ukiacha hata nusu, nyingine tungeenda kutumia. Unaona ulichokifanya? Sio. Nini? Hiyo. Baki yetu. No, tatu. Alafu nitokea mimi yani sikusali, seka nini mzima kufuata. Hiyo sijali wewe kama wewe rafiki yangu. Acha mambo ya zamani mwanangu. Mizimu kwenye bange. Ulale usiku wa kufatefate. Mambo gani sasa mwanangu? Haina hiyo. Wewe ukipata na kinda na konda fresh. Hiyo mambo dada yako si mambo ya zamani au situletee sasa hivi bwana, hizo pigo jao. Hilo limeshatokea na mimi nisharudisha mkoani. Unazingua mwanangu, mimi nakukataa kwa design hapo. Huo Fatuma. Jamani, kama tulivyosikia, marehemu akidaiwa na mkeo shilingi 100,000 na kaka wa marehemu alijitokeza kupusha lodeni, na tukajitahidi kadri ya Mungu alivyotuwezesha tukarudisha lodeni, lakini kwa mshangao na maajabu, tuseme ama kwa upendo, hizi pesa amerudisha, na mhoji tunasikia wote kwamba kumbe dada yake alitoa ahadi kwamba hii pesa imzike mume wake. Kwa hiyo mimi niseme tu shukrani sana, na mshukuru yeye, na pia tuwaombee dua hao wenzetu ambao wametangulia na mengine yaendelee. Sawa jamani? Na baada ya yote hayo tuliyozungumza yaliyotokezea, sina budi kikao hiki kubariki tu kwamba hizi pesa mwenyewe ni baba wa marehemu, kwa hiyo inabidi nizikabidhi hizi pesa. Waweza kamare wapo hapa. Tuwakamate hapo. Sio pande. Tuwakamate wajali. Kosa.
Wacha kanisa. Hapa tutati. Leo tupo katika msiba, lakini nafika sijui tatizo nini, hali itakuwaje, kwa sababu katika hali ya majonzi na masikitiko makubwa. Shaka mzee sasa hii kuja kwa msiba baba nje chua kujeni kuja tu kushiriki kwa shaka kwa tosha. Tuko pamoja, tulishine sana vizuri kule kwetu. Shukuru sana. Kabisa. Kwani sawa cha kutanzaji. Yaani mwanangu hata mimi mwenyewe sijui. Kwa sababu tumeambiwa tu amefariki ghafla. Ndio maana wakaona kwamba wamlete huko kwa mzetu. Mpaka tuje tuulize vizuri. Mimi nashukuru majirani wote kushikamana na kuja kumfika kijana wangu. Ninachoweza kukisema tu hapa ni tuendelee kushikamana. Bwana, mimi nashukuru sana kwa msaada uliotoa. Tumesimamia vizuri na hela tumeipokea, tumeipata. Basi kilichobaki ni kwenda kumzika kijana wetu. Tuendelee kushikamana hivi hivi, hata kitokea msiba mwingine kuwe kama hivi. Kwa hiyo bwana kiongozi, endelea na utaratibu wa mazishi. Mimi kama kiongozi wa huu msiba bado nasema tena nishukuru vijana kwa moyo huu wa kujitolea. Huu ni moyo wa kibinadamu, hata mbingu inafurahi sana. Kwa hiyo mimi niseme vijana kidogo tujiandae sasa kwenda kuchukua mwili wa marehemu na kwenda kufikisha sehemu mbele ya haki. Kwa hiyo nasema tena shukrani sana, kama alivyozungumza mzee wangu hapa, baba marehemu, kwa kushikamana tuwe na mwenendo huu. Leo hapa, kesho kule kwa binadamu ni sehemu, kufa ni sehemu yetu ya maisha. Kwa hiyo niwaombeni sana na niwashukuru sana. Sasa muda umefika kwenda kuchukua mwili wa marehemu na kufikisha sehemu stahiki. Asanteni sana. Yo